Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi. Sara, nilifanya kila nilichoweza kwa upendo, lakini moyo wake umebaki na deni. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja. Asante. Kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Mungu atakubariki, usijidharau, na yote unayopitia utayasahau. Sara, wewe mukala nangala. Sara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Mungu atakubariki, usijidharau, na yote unayopitia. Hizi atakunywa moja mara mbili ndani ya siku 7. Sawa? Sawa. Na hizi atakunywa 2 mara 3 ndani ya siku 5. Ninachokushauri, anatakiwa ale ndipo anywe hizo dawa. Sawa. Na kitu kingine, anatakiwa anywe maji mengi sana. Haya, punguza pole. Asante. Haya. Sarara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Mungu atakubariki. Adam. Amka unywe uji wangu, nimeshakimbia kupata dawa. Unajisikiaje?
Nikupe uji? Unajua mume wangu, ukinywa uji mwili unapata nguvu na dawa zinafanya kazi. Kwa kunywa kidogo. Mungu, chumbani kwetu kuna harufu. Je, kuna mgeni yote ameingia? Sijakuelewa maana swali lako, lakini hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kaingia hapa ndani. Alafu hapa tunaishi mimi na wewe tu, mke wangu. Hivi kweli mtu anaweza akatoka huko akaja akaingia chumbani? Inawezekana kweli? Anyway, hamna mtu yote ambaye amefika hapa nyumbani. Una uhakika? Asa baby, mimi nitakujibu kitu ambacho hakina uhakika. Nimekwambia hakuna mtu yote ambaye ameingia hapa ndani. Na mimi sijatoka toka na mke. Nakuuliza tena. Una uhakika? Kwa nini? Yes, na uhakika. Kwa ndoa tumefunga ndoa mimi na wewe. Wewe wakunifanyia hivi? Yaani umepata wapi ujasiri naomba kutoa wanawake nje kuleta kwenye kitanda changu? Kweli hujanisamini mimi? Basi tuna watoto. Kweli wewe wakunifanyia haya yote? Sasa kama unaweza kuleta wanawake ndani, ni kwamba hata nje ni kwamba unao zaidi ya mara 1000. Na kwaidi mume wangu, mimi mkeo, ninakuahidi ya kwamba nilikunyamazia ulitembea na wadogo zangu. Nilikunyamazia umetembea na marafiki zangu. Nilinyamaza tu. Sio kusema nilikuwa sioni, sio kusema nilikuwa sijui. Nilinyamaza. Wewe si malaya. Wewe si master. Sasa nikwambie kitu. Mimi nitafanya umalaya kuliko wewe, tena umalaya wa 6G. Mimi hapa niliwa hapa, mimi na wewe kufa na kuzikana, hakuna kusalitiana. Nitakuwa fundi kuliko wewe, na sitajali iwe chooni, iwe kona zote za ulimwengu hii ile ambapo ni chini ya hii jua. Nitatoa huu utamu uliokuwa unafaidi ndani, uliokuwa unakutunzia, na acha kukuchiti. Nitakuchiti maradufu. Yanijua wewe. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara
Nizambi minogime sarara bikandaga sarara musimbala sara omutima nangai sara omutima nabiko sara. Shikamoo. Sijaja hapa kufuata salamu yako. Ninakupigia simu zangu kupokea. Na mwisho wa siku kaamua kuizima kabisa. Maana yake ni kwamba umeona mimi ni msumbufu kwako, si ndio? Hapana mama, sio kwamba nimefanya makusudi. Simu yangu nimeweka bondi ili niweze kupata ile ya kumbulisha mgonjwa. Sasa sikia, nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Nahitaji mniachie chumba changu. Sitaki kodi yenu. Sitaki kusikia chochote kutoka kwenu. Kwa nini nyinyi mmekuja mjini hamna maisha mjini cha kufanya? Mnakuja kukaa kwa nyumba za watu kulipia mwezi. Hii nyumba jamani, mimi nimegharamika sana kuitafuta. Hamjini nimeumia kiasi gani? Hii nyumba ni ya kwangu. Naomba uniachie chumba changu dada, unaelewa? Naomba uniachie chumba changu, nakupa siku 3. Nataka nije nikifanyia ukarabati nikae. Nakupa siku 3. Siku 3 tu. Huo umeshaondoka na whisky mgonjwa wako unamuuliza sijui nini. Naomba siku 3 huo umeniachia nyumba yangu. Omutima nabiko Mungu atakubariki. Usijidharau na yote unayopitia utayasahau. Kwa hiyo kiukweli shemeji, mimi sijafanya kwa kusudia. Yaani nimefanya kibahati mbaya kabisa. Lakini mke wangu namna alivyochukulia, amechukulia kama kitu ambacho nimefanya kwa makusudi. Aidha nimefanya kosa kubwa kiasi hicho. Yaani amenihukumu pasikuwa na sababu. Lakini shemeji, mimi naipenda ndoa yangu. Na unajua mimi nampenda sana mke wangu Glory. Na njia pekee ambayo inaweza kuokoa ndoa yetu sisi ni Glory tu kunisamehe. Hakuna njia nyingine. Lakini cha ajabu amechalika, ametoka hata alipokwenda mimi sipajui, napiga simu yangu apokei. Hata sijui amekwenda wapi. Inaonekana amekasirika sana. Kwa hiyo nikaona nitumie busara, wakati mwingine amani ni bora kuliko vita. Mimi nitoke nyumbani, nije kwako nizungumze na wewe. Wewe unajua namna gani ambavyo unaweza kuzungumza na dada yenu. Kwa sababu nyinyi mnaelewana sana. Kwa hiyo shehe, mimi naomba tu ujaribu kumpigia dada yako mzungumze angalau mambo yaishe. Yaani shemeji, mimi sio njia yote ya kufanya da Glory abadilike. Kwa sababu mwanamke akishaamua jambo lake hawezi kubadilika. Alafu kitu kingine shemeji, sisi kama ndugu zake tulikuwa tunawaza ulimfanya nini kikubwa dada Glory kiasi kwamba alikuwa asikii wala ambiwi na mtu yote isipokuwa ni wewe tu. Yaani shemeji, ulimfanyia vitu vigumu sana ambavyo sio rahisi kuvumilika. Ulimsaliti, ulimpiga, ulimfanyia kila kitu kibaya, lakini bado alikuvumilia. Yaani kwa kifupi sasa hivi shemeji yangu, wewe jiandae tu kisaikolojia. Yaani mke wako atatembea na kila aina ya mwanaume. Hata shehe, unavyoongea unamaanisha nini? Mbona kama sikuelewi? Sasa wewe na akili zako timamu kabisa umeshindwa kumuelewa mkeo. Mtanielewa wapi? Wewe jiandae. Unajua Shemu, yaani kuna saa paka nafikiria kama nakupa changamoto sana mahitaji yangu nitakao kwambia. Sija kuelewa. Nikaamua kunichiti nyumbani kwangu, kwenye nyumba yangu, kitanda changu, nyumba tulotafuta naye kwa jasho, analeta wanawake ndani. Shem. Sasa
Unamaanisha kwamba Dika amekuchiti nyumbani kwako? Sasa natamani kufahamu ni kwamba umehadisiwa au umeshuhudia mwenyewe kwa macho? Aisha tembea na ndugu zangu kibao, marafiki zangu. Yaani mpaka anafikia tu sasa wengine anakusanya analeta hadi ndani kwangu. Yaani wakunifanyia hivyo kweli? Nimemkosea nini? Au mimi na kasoro ipi? Niambie shemeji yangu, niambie. Sasa shemu, mimi nimekuelewa. Na nimekuelewa vizuri sana. Sasa natamani kufahamu, wewe umeleta kwangu. Sasa unahitaji labda pengine nikaongee naye ili muyamalize, au labda ulikuwa una wazo gani mpaka umeamua kuja kuniomba ushauri? Uoshwa. Sijui kama unanielewa. Unamaanisha nini? Vile alivyonifanyia yeye, mimi nitamfanyia mara 2 ya pale. Yaani nitafanya barabarani, bali popote pale nitamfanyia vile vile, nitachiti kila sehemu. Kwa sababu sina kasoro yoyote mimi. Yeye ndo kunifanyia hivyo kweli? Nina kasoro gani shemeji yangu? Ngoja. Niangalie vizuri, nina kasoro ipi kuchukua wanawake wasioeleweka waliki ndani kwangu? Nina kasoro ipi? Yeye ni wakunifanyia mimi hivyo, nina kasoro gani shemu? Niambie. Kwa lazima nimchiti zaidi ya pale. Yaani sitaogopa mahali popote, iwe vunguni, iwe wapi. Ni lazima nimchiti. Shemeji, moja kati ya siku ambazo umewahi kunifurahisha kutokana na maongezi yako, basi ni leo. Unanitia moyo. Niwe tu mwazi kwamba nimekusapoti kila ulichokiongea na nimekuunga mkono kweli kweli. Unajua kwa sababu gani? Dika mimi alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana, lakini aliwahi kunifanyia unyama ambao hata vibabu wa mababu hawawezi kuelewa. Dika amewahi kutembea na mke wangu. Mke wangu mimi ambaye ni shemeji yake yeye, ndani ya nyumba yangu mimi. Na istoshe hakutembea tu na mke wangu kwenye hiyo nyumba, bali aliamua kumuunganisha mke wangu pamoja na dada yangu ndani ya nyumba ambayo ninaimiliki mimi. Na istoshe ni kwenye kitanda ambacho mimi na mke wangu huwa tunalala. Dika huyu ni Dika mmeo. Na ndio maana nikasema kwamba nipo tayari kusapotiana na mpango wako. Na istoshe sio kwamba ukasumbuke labda kwa wengine kwenda kutafuta mtu ambaye unaweza ukamkomoa naye. Unaniona mimi nipo tayari kufanya unyama kwa aina yoyote. Iwe unataka kulala na mimi leo, kesho na hata muda wowote. Tena ukitaka iwe siri, niko vizuri kabisa kwa sababu friji langu linagandisha. Na istoshe hata kama ukisema kwamba mimi shemeji nataka mume wangu ajue kwa sababu nataka kumuumiza ni mkomoe, I'm ready. Kwa sababu hata mimi nipo tayari kulipa ubaya kwa ubaya. Niko tayari kwa chochote. Nakaribishwa. Wangu, naomba tu nikwambie tu ukweli ili nisikuweke hapa sana. Ni kweli hapa sisi baa yetu tunahitaji watu wa kufanya kazi, lakini nikikuangalia kwa haraka haraka haujakizi vile vigezo ambavyo sisi tunavihitaji. Yaani sisi hapa hii baa yetu ni kubwa, inaitwa G5. Sawa? Tunahitaji wale wafanyakazi ambao ni amsha, watu ambao wateja wakija wanavutika. Sawa? Sasa wewe kwa kweli nikikuangalia jinsi ulivyo, nikikuangalia ulivyovaa, kwa kweli yani umekuja kama vile umekuja kuomba kazi kanisani, sio baa. Meneja, mimi naomba hata unipe kazi ya kufagia uwanja, nitafanya tu. Yaani mdogo wangu mimi naomba uwe mwelewa. Sawa? Yaani hapa tunahitaji watu ambao kidogo ni wale wenye amsha. Sawa? Watu ambao yani wateja wakikaa huko wanawafikiria, yani wanafikiria baa yetu kwa sababu ya wale wafanyakazi wetu. Sawa? Sasa mimi nikushauri jambo moja. Unaona njia hii? Mtaa wa pili hapa kuna baa. Emna kajaribu. Hapa nitakuwa nakuonea sana. Alafu nikushauri. Huko ndako kwenda, hebu jaribu kubadilisha
mavazi yako. Unajua hizi kazi za baa tunahitaji watu ambao kidogo yani wana ile amshamsha ya kuvutia watu. Sasa wewe dada yangu nikikweka hapa utakuwa kama vile sijui ni kitu gani nimekiweka hapa. Usilalamike, kila kitu kinakuja. Hebu naomba uende. Kwa kusudi lake, Sara futa machozi, nyanyuka tena. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara. Mahbuba, tashtiti wangu. Vipi? Siwezi kumchiti mume wangu. Unajua kabisa nampenda sana. Siwezi kumchiti. Wewe. Hapana! No bana. Nimekwambia paka shemneshimu. Tena usisubutu kunigusa tena. Dada, samahani, naomba msaada wako. Dada, naomba unisaidie. Unavyoniona mimi na matatizo makubwa sana, na sitamani kumwomba mtu yoyote pesa. Nipo nazunguka hivi ili niweze kupata kazi ambayo itanisaidia. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kuna mtu namfahamu ambaye anahitaji mdada wa kazi ya ndani, nisaidie tu. Au hata wewe kama una kazi yoyote huko nisaidie ili niweze kupata chochote kitu. Sasa unaomba kazi hapa barabarani baada ya kugonga kwenye milango. Utapata kazi kweli hapa ukiwa umekaa hapo? Dadangu, huko nilikotoka nimetoka kuzunguka, lakini sijapata matokeo yoyote, na ndio maana nimekaa hapa. Unajua tatizo ni nini? Mtu anaweza akataka kukusaidia, ile inakuwa ni ngumu kitu hiki. Mtu akujui, hajui familia yako, hajui unapoishi, atakusaidiaje kigafla gafla tu umekutana hivi njiani? Tena barabarani. Dada, mimi kwangu sio mbali. Hata sasa hivi naweza nikakupeleka ukapaona. Kwa leo nina haraka. Ila siku nyingine nitakuja nitaenda nikusaidia. Lakini dada, nyumbani ni huko huko unakoelekea wewe. Ila sitakaa. Kandaga Sara. Sarara musimbala Sara. Omutima nangai Sara. Omutima nabiko Sara. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara futa machozi, nyanyuka tena. Dada, donda lako moyoni, hapa ndio nyumbani kwangu. Na unayemwona ndio mume wangu.
alipata ajali ya pikipiki, alikuwa anaendesha boda. Lakini tulijitahidi sana kumpeleka hospitali, na baadhi ya marafiki zake mabodaboda walimchangia hela ili aweze kutibiwa, lakini ile hela haikutosha, na ndio maana nilimtoa kule hospitali nikamleta hapa nyumbani ili niweze kumhudumia. Sasa na vipi kuhusu ndugu zenu? Ni wewe, ndugu wako, wewe ndugu wa mume wako, vipi? Wamechukua hatua yoyote? Kuhusu ndugu zake, kiukweli maisha yao ni duni sana. Na nakumbuka kipindi Adamu ni mzima, baadhi ya ndugu zake walikuwa wanakuja hapa kuomba msaada. Lakini toka apate ajali ni kama wamenisusia ndugu yao. Kuhusu mimi sina ndugu yoyote hapa mjini. Nilitoka nyumbani nikiwa bado mdogo sana, kwa sababu nyumbani kulikuwa kuna ukatili wa kijinsia. Ndio maana nilitoroka nikaja mjini kutafuta maisha. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya ndio nilikutana na Adamu. Pole sana. Asante. Haina haja kulia. Kiukweli nilikuwa na shida msichana wa kazi. Ila nilikuwa siwezi kuamini wadada wa kazi. Nadhani unaona kuna changamoto nyingi sana zinatokea kuhusu wadada wa kazi. Ila naahidi nitakusaidia. Asante dada. Kutokana na changamoto zako zote, naona maisha yako, hali yako. Japo nilikuwa siamini wadada wa kazi, natokea kukuamini. Asante sana. Usijali, nitakusaidia. Je, vipi kuhusu dawa? Dawa zibaki kidogo. Basi sawa, nitakupeleka nyumbani kwangu upajue. Afu vitu vingine kama dawa, chakula, tutajua tunafanya nini. Asante. Adamu, pole sana kaka. Maisha yana changamoto tu, na haya ni mapito. Hakika amini utapona, sawa? Sam, nimekuita muda mrefu sana mshikaji wangu. Yaani unatoka tu hapo guest. Nakuja kelele, si kama ulikuwa unanisikia au unanisikia unafanya makusudi. Sidhani kama ni sawa. Alafu ndugu yangu, mbona kama bado na makasiriko? Ngoja nikwambie Sam. Mimi na wewe ni marafiki wa siku nyingi sana. Ni marafiki ambao tulikuwa tunapendana kweli kweli. Na rafiki wetu tumeshahama ukaenda kwenye undugu. Mambo mangapi tumeyafanya mimi na wewe? Inakuwaje leo eti wivu tu wa kimapenzi, wivu wanawake utoe kwenye reli? Unakubali wivu vunja rafiki wetu kweli? Sio kitu kizuri brother. Ema mwingine samehe. Alafu kuna kitu ambacho ukijui. Sawa, mimi sikuwa na nia mbaya na shemeji. Bali shemeji ndo alikuwa na nia mbaya na mimi. Ni vile tu nimeshinda kukuambia, nimeshinda kusema. Sometimes nakaa natamani kupigia simu angalau tuzungumze mambo mengi ambayo tunazungumza hapo awali. Lakini haiwezekani tena. Wewe una rafiki yoyote zaidi yangu mimi? Na mimi sina rafiki mwingine kuliko wewe. Sina. Hebu achana nayo bwana. Yafute, tupotezee maisha mengine endelee. Urafiki tuwepo kama kawaida. Dika. Hivyo wananichukuliaje mimi? Yaani pengine labda unanichukulia mimi kama nani kwenye ukoo wenu? Unaona pengine labda mimi ni mtani wako? Yaani unaweza kutoka huko ulikotoka, unafika hapa na kuanza kunipigisha mimi hizo story. Nisikiza nikwambie bro. Kati ya vitu ambavyo sitaki kuvisikia kutoka kwako ni hii story uliyokuwa ukinipigia hapa. Yaani kama yuko binadamu ambaye nimewahi kumchukia kwenye maisha yangu, basi ni wewe. Tena nisikilize nikwambie. Unaniona mimi? Wenda ikawa nina roho nzuri sana kwenye maisha yangu.
lakini kwa ajili yako nina roho ya kikatili sana. Kama siku nyingine ikitokea umenitafuta sehemu yoyote, umenikuta sehemu yoyote na kujaribu kuniongelesha, bro, nitahakikisha nakata kichwa chako. Sawa. Karibu sana. Asante. Hapa ndo nyumbani kwangu, kwa jisikie uko huru. Asante. Hapa tunaishi hao wawili tu, mimi na mume wangu. Japokuwa tuna watoto hao wawili, wenyewe wako boarding. Lengo la kukuleta hapa unisaidie majukumu ya humu ndani kama kupika, kufanya usafi. Maana mimi naenda kazini, mume wangu anaenda kazini. Umenielewa? Kuhusu mambo ya mshahara tutaongea. Sawa? Ila leo nataka uanze kazi rasmi. Sawa? Na mwanamke siku zote ni mwenyeji. Sara Egizambi minogime Sarara bikandaga Sarara musimbala. Huyu anaitwa Sara. Ni mdada wa kazi mpya hapa. Sara. Huyu ni mume wangu. Ni bosi wako. Shikamoo bosi. Hivi Glory, wewe una maana gani kumleta binti wa kazi nyumbani kwangu bila kunishirikisha? Kwa nini unafanya hivyo? Maana yake nini? Hivi kuna siku hata moja tumeshakaa chini hapa nikakwambia nataka kuweka mdada wa kazi? Au kuna siku hata moja nishakwambia nataka kubadilisha huyu, nataka kuweka mwingine mdada wa kazi? Lini? Si ushukuru na kuleta mdada wa kazi, utakula, utapikiwa kila kitu, utafuliwa, utaonekana vizuri mtanashati, hata hao malaya zako atakuona vizuri. Au umesahau ni kwamba nataka kuaje? Wasemaje wewe? Nataka kuingia mtindo mwingine wa kisasa mpya. Unamaanisha nini wewe? Kipenzi, ninataka niwe malaya kama wewe. Piga kibao. Unainua mkono wako unanipiga kibao. Mimi kwa makosa yako. Sikiliza nikwambie. Kibao chako ulichonipiga hapa akiwezi kubadilisha fikira zangu, akili yangu na ufahamu wangu. Aliwezi kubadilisha tabia yangu. Tena nitakuwa malaya fagu na hiki kitanda. Nitafanya uone unaokuwa umefanya wewe. Umalaya wako unaokuwa unaleta chumbani kwangu, kwenye kitanda changu, na mimi nitaleta hapa. Glory, umenisikia? Usifanye kabadilisha rangi. Nitakuumiza nakwambia. Niumize nimekwambia. Ndakuumiza Glory. Nakwambia niumize, siogopi. Vile unapokuwa unaweka miguno yako hapa, na mimi nitaweka hivyo hivyo. Tena nitakuwa zaidi yako nakwambia. Umalaya nitakao ufanya wa kwako cha mtoto ni zaidi ya 1,000. Tena sio ndani tu, hadi guest nitaenda. Mimi Glory,
mwache mwenyewe. Pole sana. Asante. Nilikuwa naongea na shemeji yako. Si unajua nimemshtukiza tu. Ila na hakika atanielewa na tunaahidi tutakusaidia kwa kila hatua. Asante dada yangu, na mimi nakuahidi nitafanya kazi kwa bidii. Unakaribishwa. Sara Egizambi minogime Sarara bikandagas. Adamu. Kwa nini umetoka ndani na wakati unajua mimi sipo? Hujui kama bado wewe hujapona? Usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 Egizambi minogime. Sasa tumechange hapa madam, ni kipengele kidogo. Kuhusu change, wewe baki na nitakupigia simu. Kuna mahali utanipeleka sawa? Madam, samahani mara moja. Na mzigo hapa binti wako wa kazi aliniagiza. Mzigo gani? Wewe shika tu. Hiki kipimo cha mimba hiki? Yeah. Asante. Okay. Shikamoo dada. Marhaba, za hapa? Salama. Nina swali. Mume wako anaendeleaje? Mume wangu afadhali kwa sasa. Anaweza hata kutembea, hadi kukimbia anaweza kafika hata huko. Mungu mwema. Mama, nikuulize swali kidogo. Kwa jinsi nilivyomuona siku ile, anaweza kukutana na mwanamke kimwili? Hapana. Hata daktari alimshauri asifanye chochote mpaka atakapomruhusu. Ila unamchiti? Hapana. Ndiyo, sijawahi kumchiti mume wangu. Haya, kipimo maagiza cha nini? Maana bodaboda wako kanikabidhi mzigo wako. Kipimo maagiza cha nini? Amna, nilikuwa tu na wasiwasi na ndio maana nikaagiza ili nipime. Na kukabidhi hiki kipimo kapime.
ukishapima ninaomba majibu ni kabisa. Umenielewa? Usinifiche mimi dada yako. Sarara, 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 sarara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala sara. Omutima nangai sara. Omutima nabiko sara. Niaje mwanangu? Kama kawaneaje? Si vipi baba? Mwanangu unanitenga mwanangu. Hamna ndugu yangu, mambo mengi. Sema kama unavyoniona mimi sasa hivi nimenawiri nini, nimekaa vizuri. Yaani kama unawezekana wewe, nipata dai waka nimemisi barabarani mwanangu. Adamu acha mambo yako bwana. Umemisi barabarani wapi bwana, bado hujakaa sawa. Maanisho unanikazia mwana. Bosi. Hamna sana kukazia. Adam kwa jinsi hali yako unavyojua, hapana bado. Kabisa chuma itakuwa nakuongopea. Au sio bwana? Ila sasa ufike kijiweni pale, wana hapo watakupa chuma. Wangu umeshinda kunisaidia au kanisaidia wengine. Lakini baridi, samcheki hata mzee wangu yule anakusaidia. Sasa wote si wana. Baridi mwanangu. Ila subiri kwanza. Hivi aliwahi kuoga mke wako mmeachana? Hapana. Hatujaachana. Vipi bwana? Kuna maeneo fulani nimekutana naye hapo anafanya kazi. Yani yeye amekukumbuka. Wewe si shemeji yake, lazima ukumbuke bwana. Sidhani. Sababu kuna mzigo aliniagiza duka la madawa. Vipi kwani anaumwa? Sijajua, ila aliniagiza kipimo cha mimba. Kipimo cha mimba? Vipi, mbona umestuka? Hamna. Hamna. Nilijua labda atakuwa anaumwa sana, labda magonjwa mengine, si unajua? Hamna bwana, yeye mwambie wenyewe unajua na wenyewe. Sawa ndugu yangu, hamna no. Sijaliwa nini. Au ila sikuwa unaelekea huko? Naelekea hivi. Basi panda msogeze. Hamna usijali mwanangu. Kwanza napitia dukani hapa, afu unajua nishafika mtaani hapa. Au vipi? Basi fresh ndugu yangu. Mbona uko hivyo, una shida gani? Niko sawa tu. Uko sawa kweli hivyo ulivyo, afu unasema uko sawa? Mbona mashaka? Hebu niambie una nini? Hamna shida yoyote. Una hakika? Na hicho choficha ni kitu gani? Hamna kitu. Wewe. Je, naona kitu naficha afa sema kuna kitu? Hebu naomba naona kitu gani? Hakuna. Hebu leta. Una mimba? Nakuuza na mimba? Ndio. Mimba nani? Si hapo.
Unanipita kama unioni. Vipi, kuna tatizo? Sara, nakuuliza wewe, kuna changamoto yote inakusumbua? Niko sawa. Usilie Sara, usilalamike. Ukiendelea kunificha unachonificha, utakuwa unanikosea kwa sababu mimi ni mmeo. Sara, futa machozi. Au lengo ni kuambie kile unachonificha. Lako moyoni litapona mapema. Sarara, Sarara, Sarara. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Musa. Huyo Musa alikuwa mswalina mzuri sana. Alikuwa akosi swala msikitini. Kila siku anaswali swala 5. Na kawaida yake anamkaga saa 11 alfajiri swala anawahi msikitini. Ni miaka yake yote anafanya hivyo. Sasa siku moja badala akamka saa 11 alfajiri, yeye akamka saa 8 kwenda saa 9. Akijua ni saa 11 kama anakwenda msikitini. Akamka la akajiandaa akashika udhu, anawahi kwenda masjid. Sasa ataenda msikitini, ile njia kwenda msikitini, kwa mbele akaona watu wawili. Akaangalia akaona, mbona wamevaa kama mimi? Kanzu kama mimi? Ni wenzangu wanakwenda msikitini. Akawawahi bwana. Akakimbia hivyo wawahi, akasema katikati yao. Akamwambia ndugu zangu, nimewakimbilia na mimi nakwenda masjid kama nyinyi, au tumechelewa? Mbona pamepoa sana leo? Wale jamaa akamwambia hapana, sasa twende masjid, tunakwenda baharini. Akasema baharini? Kwa nini kina nani? Asema tuangalie chini. Anaangalia chini. Jamaa anaona wale jamaa wanakwato. Musa akashtuka, wanakwato ni majini, akakimbia hatari. Mbele sana. Akaona kuna watu wengine, akaanza kuwakimbilia bwana. Kimbilia. Alipokutana nao, jamani nisubiri jamani, nisaidieni. Wale watu wakamsubiri. Walimsubiri tu wale watu.
Akaambia jamani, nimekutana na watu kule ni majini. Wakaambia majini kivipi? Kwa sababu nimeona wanakwata mguuni, kwato za ng'ombe. Wakamwambia kama hivi. Basi jamaa alikimbia akapiga kelele. Kumbe alikuwa anaota bwana. Wewe Ustaz Musa. Inachekesha. Inachekesha sana. Hata mimi ninacheka hivyo hivyo. Mke wangu bwana anapenda kucheka. Asa mke wangu anaweza kumnyusi mke wangu bwana. Mimi na hapo. Mtoa mkono wako. Toa mkono wako. Hapana bwana. Toa mkono wako. Mtoa mkono wako bwana. Tena unakwambia kurudia kunigusa. Unashikaje hivi mkono wako na niingizia mkono wako kwenye mwili wangu? Na njaa, usinifanye hivyo mke wangu. Kwa hiyo nataka unikunje nini hapa? Si ndio? Wale unawakunja hapa na mimi pia nataka unikunje hapa kwenye hiki kitanda chetu, si ndio? Lakini mke wangu, ngoja nimekutolea mahari. Sasa unanifanya hivi bwana. Mimi hivi umezunguka mchana kote. Hamu haijakwisha tu. Ujishona hamu bado zimejaa, si ndio? Hapana mke wangu, siku zote hizi nisifanye chochote. Mara kwa hivi kila siku nalala hivi jamani, kama baba na mtoto ndo nini bwana, usinifanye hivyo. Nipe shuka yangu. Nipe shuka yangu kwanza. Siku nyingine usiniguse tena. Wewe usiniguse. Usiniguse sasa hivi. Tena usije kanigusa tena. Ndoana. Mtwenye ndoa tutatoka. Yaani mwa kuninyima hivyo unanifanya hivyo. Ndio nakufanyia anaweza kanisikiza. Sasa unanitikisikia hivi afu unajua Glow unachonifanyia sio sawa. Unachonifanyia sio sawa. La. Nadhani wewe ni mjamzito. Na ikiwa mimi na wewe tuna zaidi ya siku 60 hatujakutana kimwili, na maanisha zaidi ya miezi miwili, unaweza ukaniambia ujauzito ni nani? Madam, mimi sio mjamzito. Itakuwa tu hizo ni hisia. Una uhakika na unachokisema? Yeah. Sawa. Na vipi kuhusu kipimo cha mimba ulichomwagiza bodaboda? Kilikuwa kinaenda kumpima nani? Wakati mwingine uongo huchukua nafasi kubwa sana, lakini cha kushangaza, unaodumu ni ukweli. Pumzika mke wangu.
Mtoko? Mtoko huu? Mtoko wa wapi? Mtoko na nani? Mtoko wa nini? Na kwa nini uniambie kama sawa mtoko? Na mtoko na Sam. Sam yupi? Sam si huyu rafiki yako? Sikiliza wewe. Usiletee balaa nakwambia. Wewe tukaenda kutoka na Sam rafiki yangu. Lini tutoka na Sam leo kama mara ya kwanza? Sikiliza, mimi sipendi ujinga wako. Umesikia Glory? Unazidi kunichezea. Sitaki ujinga wako. Na mtoka na Sam, naona mtoka lini kutoka na Sam rafiki yangu. Mume wangu kipenzi. Au unafikiri ni kwamba Sam anaweza akalipiza kisasi? Au unafikiri ni kwamba anaweza akatembea na mimi kama wewe ulivyotembea na dada yake pamoja na mke wake? Bwana Glory, nisikilize. Tena sikilize vizuri mke wangu. Narudia tena. Hiyo tabia mimi nitachoka. Na nimechoka. Na nimeshachoka. Umenielewa? Kwa sababu haiwezekani unanisumbua usiku. Unanisumbua asubuhi. Yaani usiku haki yangu ya ndoa unipi. Asubuhi mambo kama haya. Mchana sishindi na wewe vurugu. Chakula anipikia binti wa kazi. Napata raha gani ya mke mimi? Sasa kama tayari ushaanza mambo yako ya ajabu, unatafuta kisingizio. Nenda ukirudi utatalaka yako. Wow. Na ukitoa mguu hapa unajua unaporudi na utatalaka yako. Yaani umefanya jambo moja zuri sana. Hicho ndo ninachokitaka. Ninavyotoa mguu hapa, nikirudi sitaingia ndani. Nataka nikute talaka yangu iking'aa pale mezani. Sawa my dear. Egizambi minogime sarara bikandaga sarara musimbala sara omutima nangai sara. Marahaba. Mbona umechelewa? Ndio sawa. Sawa. Hakikisha shemeji yako amekula, ameshiba. Sawa. Sawa. Kingine. Kuna mwanamke yote shemeji. Una uhakika? Ndio. Sasa nikuombe kitu. Akiingia mwanamke yoyote kwenye nyumba yangu, nipigie simu. Au kama sio hivyo, piga picha kwa ushahidi kamili. Sawa. Unanisikia? Endelea na shughuli zako. Sarara bikandaga sarara musimbala sara omutima nangai sara omutima nabiko sara. Mungu atakubariki, usijidharau, na yote unayopitia utayasahau. Dika, kiukweli mwanaume wangu kashabuliwa kwa mimi mjamzito. Na inavyoonekana anaonyesha kabisa ana hasira na mimi. Kwa hiyo muda wowote anaweza akanifanyia kitendo kibaya. Please, naomba unisaidie. Sawa. Haina shida. Mimi msaada nitakupa. Lakini cha kufanya nenda kwanza hospitalini. Kaulizie kutoa mimba kiasi gani. Alafu mimi nitatoa gharama zote hizo. Umeelewa? Sababu nafikiri hawezi kuzidi laki moja. Kutoa mimba? Yes. Nisikilize Dika. Mimi siwezi kutoa mimba hata siku moja. Mama yangu aliniambia nisije nikadhubutu kutoa mimba. Sasa ni msaada gani mwingine ambao ulikuwa unahitaji? Kwa sababu msaada pekee ambao naweza nikakupa ni huo kwa ajili ya kutoa mimba, kukupa pesa, au unataka kusafiri nikupe nauli. Sema Sara, kama unataka kusafiri basi itakuwa jambo zuri pia usafiri, lakini naona busara sana ungetoa. Usizae tafadhali. Dika, kiapo changu ni kumzalia mwanaume atakayenioa. Kwa hiyo nilikuwa naomba. Sasa mbona unafanya hivyo?
Habari kaka. Salama, kwema? Kwema. Kama nakufananisha vile? Ya, haujanifananisha, ni mimi. Wewe si bosi wa mke wangu. Basi niko sahihi. Haya za siku, naona unaendelea vizuri. Namshukuru Mungu kama unavyoona. Hapa nilipo nafanya mazoezi ili mwili ukae vizuri. Lakini Mungu ni mwema. Jambo la kumshukuru Mungu, maana kwa hali iliyokutana nayo mpaka sasa hivi ni kitu cha kumshukuru Mungu. Vipi lakini mke wangu anaendeleaje? Anafanya kazi vizuri au? Kwa kufanya kazi anafanya kazi. Ila hapo kwa jinsi muonekano wake ninavyomuona nahisi kama ana dalili ya ujauzito. Na kama mwanamke atakuwa na dalili ya ujauzito, kazi inakuwa ni changamoto sana. Hilo haujaliona wewe peke yako, hata mimi nimeliona. Lakini bado sikuwa na uhakika 100% zote kwa sababu sijamfanyia vipimo. Ila kinachonishangaza, mimi na yeye ni zaidi ya miezi 2 hatujakutana kimwili. Kwa hiyo inavyoonekana na ujauzito tena ni mdogo, kwa kweli inanipa hofu. Na mawazo yangu makubwa, labda nahisi labda pale nyumbani kwako pengine kuna vijana wanamsumbua mpaka ameshindwa kuvumilia, kwa sababu mke wangu namfahamu vizuri, hana mambo ya kona kona. Kwa pale nyumbani sina vijana. Naishi mimi tu na mume wangu pamoja na yeye, ndo akija kutusaidia kazi basi. Sasa hapa mimi ninachokiwaza, sijui utanishaurije au unanisaidiaje. Ila nawaza labda nipate hata watu wazima wanishauri juu ya hili, kwa sababu kiukweli kwangu sio jambo dogo, yani nalichukulia kwa ukubwa. Ili nijue nafanyaje, kama ni mimba nijue ni ya nani, kidogo niwe na amani. Hilo ni wazo zuri. Labda tupange siku, tukae naye chini, mimi, wewe, yeye na shemeji yake awepo hapo, tujadili. Lengo ni kujenga, sio kubomoa sisi familia. Kwanza samahani, mimi nikuombe kitu kama inawezekana, kwa sababu mimi hapa nafanya tu mazoezi, kwa hiyo muda ninao. Na kuomba hata dakika 5 twende nyumbani kwako, tuongee naye, atuelekeze ujauzito ni wa nani. Kiukweli yani sina amani kwenye moyo wangu. Hilo ni wazo zuri. Hebu ngoja, tunaweza tukaongozana sasa hivi. Karibu sana. Asante. Nisikie kwa nyumbani. Vipi? Safi. Umemtuma Sara? Sara? Hapana, sijamtuma. Kwani vipi? Yaani nimemuita pote, nyumbani hayuko. Mimi sijamtuma, wewe ndio utakuwa huko kama yuko sebuleni basi jikoni huko labda ameingia maruatoni, lakini mimi sijui, sijamtuma wala sijui kwa wapi. Haya, tuna mgeni. Mgeni? Mgeni gani tena? Mume wake Sara. Sasa mume wake na Sara amepata nini hapa ndani? Nadhani matatizo ya kifamilia. Ukiangalia na sisi pia wana familia tumeshakuwa. Sisi kwa hatuwezi kujua kuhusu yeye na mwenzie. Okay. Mambo yanakuja. Basi jiandae. Uwai. Sawa. Ni singua Sara. Bwana, ni kitambaa cha Sara hiki. Kitambaa cha Sara ndio cha kwake. Kimefuata nini ndani kwangu? Sijui kimefuata nini, lakini wenda ambavyo mimi nilitoka
atakuwa labda aliingia humo kwa ajili ya kufanya usafi akawa amekisahau, lakini sijui kama sijui hata sielewi yani. Leo ulitoka? Nilitoka. Kama ulitoka, mimi nimekuacha hivyo na nimerudi nimekukuta hivyo, na ni usafi gani umefanyika hapo? Sipako hivi au wewe bwana una kislani chako toka usiku? Una kislani umeanza nacho usiku umemka nacho asubuhi. Tusiaibishane, kuna mgeni, tutayaongea baadaye. Jiandae haraka. Wewe na mtoto sala wako bwana. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 sarara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala sara. Karibu sana. Asante sana. Adamu. Naam. Karibu sana. Asante. Huyu ni mume wangu, anaitwa Dika. Nashukuru kumfahamu. Mume wangu kipenzi. Naam. Huyu ni Adamu, ni mume wa Sara. Karibu sana bwana Adamu. Asante sana. Karibu sana nyumbani. Na sisi tupo naye hapa kama ndugu yetu, ameshakuwa familia tayari. Nashukuru. Hivyo kwa huru tu. Nimekutana naye njiani, kuna jambo alinishirikisha. Nikaona kwa sababu Sara ni mwanafamilia kwa sasa, bora nimlete nyumbani tujadili, tujue tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Sara mdogo wangu, wewe umeshakuwa familia yetu. Wewe ni mdogo wangu sasa. Kuna jambo mume wako ameniambia. Sijui kama unanielewa. Na mimi nishakuuliza kwa hilo jambo. Je, kipenzi, una mimba? Ndiyo. Mimi ni mjamzito. Sawa, hatukatai, mimba ni baraka. Lakini mume wako amethibitisha hivi, hiyo mimba ana uhakika 100%, sio yake. Sasa unaweza ukatuambia baba wa mtoto ni nani? Au unakosea mume wangu? Lakini mke wangu, mimi nafikiri hivi ni mambo ya familia. Sidhani kama kuna haja tena kuzungumza hapa, watu waache tu wenyewe wakajadili kwenye familia yao. Hapana mume wangu. Sara ameshakuwa mwanafamilia. Na lengo letu sisi ni kujenga, sio kubomoa. Sara mdogo wangu, mimba ni ya nani mdogo wangu? Nilikuwa nitakusaidia. Kipenzi. Ukweli ni kwamba sijawahi kumpenda Adamu hata siku moja. Ni basi tu nilikuwa sina pa kwenda. Nimekuja kuyatambua mapenzi na kuyaelewa mapenzi toka nilivyokutana na baba mwenye hii mimba. Kusema ukweli, nampenda sana baba mwenye hii mimba. Sawa, nimeshakuelewa. Kwa sababu sisi ni familia. Unanielewa mama? Inabidi umlete baba wa hiyo mimba. Tujue hapa tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Kwa sababu ya maisha yako kipenzi. Sijui unanielewa? Mwenye hii mimba ni mama yako Dika. Nini? Dika, nakupenda sana. Dada, jambo moja tu kwako. Ilikuwa naomba uniruhusu niolewe mke wa pili.
Sara, Sara, Sara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga Sara. Sarara musimbala Sara. Omutima nangai Sara. Omutima nabiko Sara. Usilie Sara.